Na askofu mlezi wetu Askofu Yona, lakini tumeonana na Askofu Sato. Kuna jambo bado tuko kwenye majadiliano ya kuona namna gani tunaweza tukafanikiwa kuifanya harambee yenye mafanikio zaidi. Bwana asifiwe sana. Tuna bajeti yetu ya kupata vyombo vya muziki vyenye thamani ya shilingi milioni 12,800,000. Sasa tulipokaa nao kwa mazungumzo, akatuambia hizi fedha tukiwaita watu kwenye harambee inawezekana ikawa changamoto. Kwa hiyo tuko bado tunaendelea na majadiliano nao kuona njia nzuri ambayo inaweza ikatusaidia tukafika hapo. Kwa hiyo ninaomba kwa jambo lolote litakalotokea tuwe tayari kulipokea. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo jingine la msingi sana ni zile church rotation tunazoendelea nazo. Sasa kwenye church rotation naomba nisisitize mambo kadhaa. Jambo la kwanza, vyuo vyote vitahusika kwenye church rotation. Na unapoenda kwenye church rotation, tuwaombe viongozi pamoja na wale viongozi wa mkoa mnaoongoza misafara hiyo mzingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kufika kanisani kwa muda. Kuna baadhi ya wachungaji ukichelewa upate nafasi ya kuhudumu, kwa hiyo utakuwa umetuhujumu kama mkoa. Lakini jambo la pili, tuombe sana kwenye ibada hizo tuwe watulivu sana. Bwana asifiwe sana. Lakini pia viongozi wa matawi, niombe tusisitize kwaya zetu kujiandaa vizuri. Kanisani hatuendi kufanya mashindano, lakini tukijiandaa tukaperform vizuri inampa Mungu utukufu. Amen. Sasa naomba nisome rotation ya tarehe 15. Tarehe 15 chuo cha Maximilian tutakuwa kanisa la Moravian Ipuli, na tutakuwa na mchungaji pamoja na mratibu msaidizi wa maombi. Chuo cha TPC Ipuli tutakuwa kanisa la AIC Ipuli, tutakuwa na katibu pamoja na mratibu wa maombi. Chuo cha ardhi tutakuwa Moravian Cheo, na msafara huo utaongozwa na mhasibu wa mkoa. Lakini chuo cha reli tutakuwa AIC Kitete, na msafara huo utaongozwa na mwenyekiti msaidizi. Tarehe 22 chuo cha sauti tutakuwa kanisa la KKT Tabora mjini, na chuo cha utumishi wa umma tutakuwa kanisa la Moravian Kiloleni. Tangazo linalofuata ni mahafali na vyeti. Mahafali na vyeti. Naomba nisisitize mambo mawili tu hapa. Jambo la kwanza ni ushiriki. Kwenye kikao cha halmashauri kuu tuliokaa tarehe 10 mwezi wa 5, tulikubaliana kwamba tutatembea pamoja kwenye hizi mahafali zote. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa matawi na wanachama kwa ujumla kuhakikisha tunashiriki pamoja kwenye mahafali hizo. Lakini pia viongozi niwasisitize kwamba tarehe 20 mwezi wa 6 tutakuwa tunatuma fedha za vyeti Dodoma. Kwa hiyo niombe kabla ya tarehe 20, maana tarehe 18 kurudi hapa nyuma, tulete zile fedha za vyeti ili kuepusha usumbufu unaoweza kujitokeza. Lakini jambo jingine la msingi pia ni t-shirt. Tunazo t-shirt za mkoa ambazo ziko hapo nje kwenye ule mlango wa mwisho, mhasibu yuko pale anaziuza. Lakini pia kwenye ile halmashauri kuu pia tulikubaliana kwamba tarehe 30 tutafanya uagizaji wa t-shirt za mkoa. Kwa hiyo niwasisitize wenye viti kuendelea kukusanya hizo fedha kwa ajili ya kuagiza hizo t-shirt. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho sio kwa umuhimu ni kwamba toka tumeanza uongozi wetu, nadhani tarehe kama sikosei tarehe 20 mwezi wa 2 tukiwa viongozi 7, lakini tulipoanza joint masi ya kwanza na hata kabla joint masi ya kwanza tulikutana na wenzetu wawili kwenye uongozi wamekuwa na changamoto. Sasa kwa kushirikiana na mchungaji mlezi tuliona ni vema sana tukapata mtu mmoja ambaye atatusaidia kutekeleza majukumu
Tunao changamoto, katibu mkuu amekutana na changamoto za kifamilia, hajaweza kurudi, kwa hiyo hatuko naye hapa Tabora. Lakini pia katibu msaidizi ana changamoto kidogo. Kwa hiyo sasa, kama uongozi wa mkoa tumekuwa tuna wakati mgumu kidogo kwenye utendaji, hasa ukizingatia watendaji wakuu wote wawili hawapo. Kwa hiyo hivyo basi, uongozi wa mkoa tuliona ni vema tupate mtu mmoja ambaye atatusaidia kwa huu muda, wakati tunaandaa utaratibu wa kikatiba wa kuona namna gani tunawapata viongozi hao. Bwana asifiwe sana. Basi nipende kumtambulisha kwenu ndugu yetu kiongozi mshauri wa kaka kutoka chuo cha ardhi. Naomba usogee hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyo ndiye atakayeakti kama katibu kwa kipindi hiki cha mpito, tunaposubiria kumpata katibu kwa kufuata taratibu zile za katiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ninaomba atakapopita huko, tutakapokuwa naye kwenye misafara, basi tutambue kwamba huyu kwa sasa ndiye kaimu katibu wa CCT-USF mkoa wa Tabora. Bwana asifiwe sana. Basi nitampa mic ili apate kujitambulisha, asalimie, lakini kama ana neno lolote kwa ufupi sana anaweza akasema. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kipekee nipende kutumia fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zake, kwa ajili ya neema yake, lakini pia kwa ajili ya nafasi hii. Kwa hakika sikutarajia na sikutegemea kama Mungu ataniona kwa kule nilivyokuwa nimejificha. Amina. Lakini kwa neema yake akanichagua kusaidiana na uongozi wa mkoa kuhakikisha gurudumu linafika. Sasa nini nakiomba kwako? Nachokiomba kwako tuzidi kushirikiana. Amina. Ili tuhakikishe mkoa wetu unafika stage za juu zaidi. Ili tuhakikishe mkoa wetu unafika mahali ambapo Mungu anataka tufike. Barikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa majina yangu naitwa Kennedy Mwansasu. Ninamshukuru Mungu nipata kibali cha kuwepo mbele yako siku ya leo. Lakini pia na mimi nimekuwa mwanafunzi 2017 mpaka 2020 kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimefanya bachelor degree in archaeology and geography. Na namshukuru Mungu kwamba niko hapa namtumikia Mungu ndani ya mkoa wa Tabora. Ni mjasiriamali, bado sijaajiriwa na sitamani pia kuajiriwa. Bwana asifiwe sana. Naomba niende kwenye neno moja kwa moja kwenye kile ambacho Roho Mtakatifu anatupa kujifunza siku ya leo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Warumi sura ile ya 10 mstari ule wa 17. Kitabu cha Warumi sura ile ya 10 na ule mstari wa 17. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Nami nitakutangulia nikisoma. Maandiko yanasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Naomba nisome na mstari wa 18, anasema, lakini nasema, je, wao hawakusikia? Na wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, ni maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Hata miisho ya ulimwengu. Kichwa cha somo ambacho kama Roho Mtakatifu atakupa cha kwako, lakini kichwa ambacho nimekiandaa tujifunze kwa wakati huu. Sije tukaje kwenye lugha ya Kiswahili, lakini imeita the equation of faith, au swali la imani, au hesabu ya imani, vyovyote tutakavyoweka, lakini my statement is the equation of faith. Namna imani inajengwa, namna imani inatengenezwa, na namna imani inakuwa. Ndicho ambacho tutakuwa nazungumza kwa hizi dakika
ambazo Roho Mtakatifu ametupa kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, maandiko yanasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa tutaanza kujifunza kutoka kwenye msingi wa neno hilo ambalo inawezekana ni neno maarufu sana tumelisikia, lakini naomba unipe sikio nisikize kwa dakika chache. Tunasema imani chanzo chake ni kusikia. Kwa mtu yeyote yule mwenye imani, jambo la kwanza aliwahi kusikia. Tunasema imani chanzo chake ni kusikia. Kwa watu wasomaji wa lugha kidogo watanielewa. Ile neno imani chanzo chake ni kusikia. Baada ya hilo neno wamekuwekea mkato nukta mbili, kumaanisha hiyo sentensi inaweza ikajitegemea. Maana yake inaweza ikawa na maana kamili. Anasema imani chanzo chake ni kusikia. Halafu sehemu mbili ya mstari anasema na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo linakuja ili kutengeneza mazingira ya kusikia. Sasa ulifuatana pamoja na mimi. Maandiko yanasema imani yoyote ile chanzo chake ni kusikia. Sasa unapomwona mtu ana imani, jambo la kwanza alisikia. Sasa imani ya Kikristo hutokana na neno la Bwana, lakini imani haiji kwa neno la Kristo. Imani huja kwa kusikia. Kwa mtu yeyote yule anayeweza kusikia anaweza kuwa na imani. Kwa maana kuna watu wana imani kwenye mambo mbalimbali. Kuna watu wana imani kwa ganga kienyeji, kuna watu wana imani kwenye miti, kuna watu wana imani kwenye vitu mbalimbali. Lakini hivi vitu vyote ambavyo tunaviona na vitu vyote ambavyo vinajenga imani, jambo lake la kwanza limeanzia kwenye utaratibu unaitwa kusikia. Bwana tengeneza imani. Jambo la kwanza, mtu yote ambaye anataka kutengeneza imani, anatengeneza imani ili mtu aonekane ni mtu ambaye anaweza kutembea kwenye imani, lazima awe ni mtu mwenye anaweza kutii. Utii. So I will speak about the obedience. And this is a very radical obedience. Radical obedience. Mtu anayeweza kutii bila mashaka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa imani huambatana na utii. So when God speak, hauhitaji kuuliza. Lakini are you sure kwamba anayezungumza ni Mungu? Ndio maana nimekwambia kabla haujajengewa imani, kabla haujasikia au haujaendelea kuelewa, lazima uelewe mzungumzaji. Kwa sababu kama haujamuelewa, if you don't understand the speaker, maana imani yako itakuwa na changamoto. Bwana asifiwe sana. Are you sure sauti unayosikia ni ya Mungu? Are you sure unachokisema kama Mungu amesema ni kweli Mungu amesema? Tuko na watu wengi sana ambao wanaambia Mungu amesema, lakini walisikia Mungu hajasema kwenye maisha yao. Kwenye Yeremia anasema wako watu ambao ni wachungaji, asema wakasema kwamba Mungu amesema, wakati mimi sikuamuru waseme walichokisema. Kwenye Yeremia anazungumza. Asema wako watu wanamna hiyo. Anasema na wengine wametoa unabii, wakasema kwa jina la Bwana, lakini Bwana hakusema. You should understand the speaker kama haujaelewa kinachozungumzwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa imani inajengwa kwenye mtu ambaye ana utii. Kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15. Yohana sura ile ya 14, sura ya 14 mstari wa 15. Maandiko yanasema, kusoma kwenye maandiko, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama tuko hapo nadhani tuko umeona mstari. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. If you love God, you'll obey him. Tuna tafsiri tofauti tunazotafsiri kwenye maisha. Bwana asifiwe sana. Sio kila unachomaanisha ndicho kinachomaanishwa kwenye mazingira mengine. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Hasa listen, Mungu anaelewa upendo kutoka kwenye obedience. Sio kwenye maombi. Sio kwenye sadaka nyingi. Sio kwenye kiwango cha mtu anahudhuria ibada. Nasema Mungu anaelewa upendo kutoka kwenye obedience. Ndio maana anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa kama ushiki amri za Mungu, no matter how much you cry, no matter how many times you go to God and pray, ukasema Mungu nisaidie, ninakuamini, ninakupenda, kama haushiki amri, there's no kind of life ama Mungu anahesabu kwenye equation ya maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna watu wanakuja kanisani, lakini ukiwaambia kuishi maisha matakatifu anakuambia nisubiri kwanza nile ujana. Okay, fine. You're still a youth. Lakini nakwambia Biblia inasema kama ukinipenda, if you want to walk with God, obey him. Hata kwenye maisha
sura 29 mstari wa 18. Anasema kwa maana pasipo maono watu hupotea. Ana heri mtu yule ashikaye sheria. Ukiona neno kuna sheria maana yake ni command. Ukiona pana sheria maana yake ni command. Kuna amri kwenye hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Mungu anasema ukinipenda utashika amri. Kwa nini? Kwa sababu lazima utatii. Let's go. Kuna watu wameoa hapa ndani. Mwanaume anaelewa upendo wa mwanamke kwa utii. Mimi nimeoa. No matter mke wangu atanambia ananipenda kiasi gani, lakini kama nitakachomweleza hawezi kufanya, there's no love between me and him. Hakuna upendo kati yao. It is a normal law. Ni kanuni za kawaida. So wadada mlioko hapa, haijalishi unasema unampenda mtu kiasi gani, lakini kama hauwezi kutii, men understand love by obedience. That's how God is. Ndivyo wanaume wanaelewa upendo. Kama kuna mwanaume anaelewa upendo tofauti na hivyo sijajua. Lakini I know the laws of love. Men understand love by obedience. When a woman obey the order of the man is when a man knows that this woman is loving me. Nothing else. Bwana sasa. Lakini mwanamke anaelewa upendo kwa care. The way you care, anajua ninapendwa. The way unampa muda, anaona you sacrifice yourself for her. Anasema now I'm loved. So kuna dimensions za kuelewa upendo kutoka kwa Mungu, kwa wanadamu na kwa wanadamu wenzetu. Kwa Mungu anaweza kutuambia ukinipenda, if you love me, you shall obey my laws. Kama hauwezi kutii sheria ya Mungu, manake no matter what, my dear friend, hauwezekani kuwa unampenda Mungu. Haiwezekani. Yaani haiwezekani. Haitakuja kuwezekana. Ukasema ninampenda Mungu lakini hauwezi kutii neno lake. Ukasema Mungu amesema acha zinaa, you still doing that. Na unasema in my heart I know I have a feeling for God. No way, hakuna feeling ya Mungu ya namna hiyo. Mungu haendi kwa hisia. God is not emotional. God goes with the law. Bwana asifiwe. Mungu hatumii hisia. No matter how much you cry, unaenda unalia. Haijalishi unalia kiasi gani. God is not emotional. God goes by order. Vitu vya Mungu vinaenda pa order. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu akamwambia Yoshua, kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 9. Anasema, "Je, si mimi niliyekuamuru uwe na moyo wa ushujaa? Am I not commanded you?" Mungu anamwambia Yoshua, "Am I not commanded you to be strong and you can pursue, you can lead this group to the new land, to the promised land, to the Canaan land? And do I not commanded you?" Kwa nini Mungu anatumia command? Because the voice of God is the command. Kwa Mungu akikwambia twende ibadani, halafu ukadoubt, haijalishi unasema unampenda Mungu kiasi gani, lakini nataka nikuhakikishie kwamba hakuna upendo wa namna hiyo kwenye equation ya imani ya Mungu kama hauwezi kutii. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kwenye equation ya imani tunahitaji kitu kinaitwa usiogope. Do not fear. Kwenye equation ya imani kuna kitu kinaitwa usiogope. Ili mtu yeyote ajulikane kuwa mwenye imani, lazima awe ni mtu asiogopa. Imani na hofu havikai pamoja. It's either hofu ishi ndani yako, imani itoke, au imani ikae ndani, hofu ikimbie. That's it. Mr. Light and darkness, they cannot stay together. The absence of light, there is existence of darkness. Sindio? Bwana sana. Kama vile hivyo nuru na giza zikae pamoja. Ikitokea nuru haipo, maana yake giza lipo. Ikitokea pana nuru, maana yake giza halipo hilo eneo. The same thing. Lazima imani ufukuza mbali hofu. When faith comes, hakuna mahali ambapo utakuwa na imani alafu uwe na hofu. Tunakutana kizazi ambacho leo wanawake wako kanisani, sijui kama nitaolewa. So this means hawaamini. Mtu anasema sijui nikiweza chuo nitaajiriwa. Manake if you bring doubts kwenye maisha yako, manake unaondoa imani.
kuwepo, maanake imani haiko katikati yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usije kusema sijui kama tutafika salama, sijui kama tutafika